Na Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Nataka kusikia amena ya waimbaji. Bwana Yesu asifiwe. Amena ya wazee. Bwana Yesu asifiwe. Watu wote Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema kwamba kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, Israeli na aseme sasa. Asante kwa sababu tumefika siku ya leo. Jina langu naitwa Isaac Kimpanga. Nimeokoka na mpenda Yesu sana. Bila kukawia nitamkaribisha msomaji wangu. Anisomee katika kitabu cha Yohana 15:4. Amen. Kadhalika ninyi msipokaa ndani yangu. Amen. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu, kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Amen. Amen. Kaeni ndani yangu. Anayeongea ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Teme au neno ambalo tuko nalo siku ya leo ni maisha ndani ya Yesu. Amen. Maisha ndani ya Yesu. Ninaposema maisha, naongelea namna ya kuishi, namna ya kutembea ukiwa ndani ya Yesu Kristo. Nikimuongelea Yesu Kristo, simuongelei msanii. Nikitaja jina la Yesu Kristo, simtaji mtu ambaye ni famous, ambaye story zake zilitungwa. Nikimuongelea Yesu Kristo, simuongelei marehemu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa nikimuongelea Yesu Kristo, namuongelea Mungu ambaye ni mzima. Kwa hiyo kama Mungu ni mzima, ni Mungu aloshinda mauti, kupitia kushinda kwake tukaenda kuishi. Kwa hiyo kama tulienda kuishi, nataka tuongelee namna ya kuishi ndani mwake. Kitabu cha Yohana kikasema kwamba tukae ndani ya Yesu Kristo. Kwa nini tukae ndani ya Yesu Kristo? Sisi ni matawi. Tawi halina maisha nje ya mti. Vivyo hivyo na wewe hauna maisha ndani ya Yesu Kristo. Kama mpaka leo tunaishi, ni kwa sababu Yesu Kristo yuko upande wetu. Amen. Akiwa Bwana upande wetu, hakuna aliye juu yetu. Amen. Huyu Yesu Kristo alikuja duniani, akaja kutukomboa sisi. Alikuja kwake, ila walio wake hawakumpokea. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. Mimi nakumbuka kipindi cha Sunday School tulikuwa tunafundishwa kwa Yohana 3:16 ambayo nasemaje? Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu atakaye muamini asipotee, bali awe na nini? Na uzima wa milele. Kwa hiyo ndani ya Yesu Kristo unapomwamini utakuwa na uzima. Mimi nataka tuongelee hatua fulani tu katika wokovu. Kuna mambo matatu ambayo nataka tuyaongelee. Jambo la kwanza ni imani, jambo la pili ni mwanafunzi, na jambo la tatu ni utume. Imani, mwanafunzi na utume. Ili tufikie hatua ya kwanza kuishi kwa Yesu Kristo, lazima tusikie neno lake. Katika hali ya kusikia neno la Yesu Kristo, tunapata imani. Hivi nini maana ya imani? Imani ni kuwa na uhakika wa mambo ambayo hauyaoni. Imani ni kuwa na uhakika wa mambo ambayo unayatarajia, aliyakuwa haujayaona, lakini unapoanza kupiga taswira unayaona. lakini kwa macho ya kimwili hayaonekani.
Maandiko yanasema kwamba kwa imani Musa alikataa kuitwa mwana wa binti Farao. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hilo ndio imani. Na kuna aina nyingi sana za imani. Imani la huyu Yesu Kristo linatoka wapi? Kwa kusikia. Kusikia kunakotokana na neno la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Imani chanzo chake ni kusikia, ambako kunatokana na nini? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Iko hivi, tunapomwamini Yesu Kristo, tutapenda sana kusikia neno lake. Tunaposikia sana neno la Yesu Kristo, kuna kitu ambacho kitaanza kuishi ndani mwetu. Paulo akawaambia kanisa la Korintho kwamba hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, sasa yote ni nini? Jina la Bwana libarikiwe. Sasa ili tufanyike kuwa wapya katika maisha yetu, mpaka kwanza tumwamini Yesu Kristo. Tukishamwamini Yesu Kristo, imani inakuwa kwetu, lile imani linaanza kuzaa. Bwana Yesu asifiwe. Yale matunda ya imani la Yesu Kristo tunasema kwamba usiibe. Yawezekana ulikuwa unataka kuiba, lakini kwa sababu lile imani lishazaa ndani mwako, linakukataza kabisa kuiba. Aliyakuwa mchungaji wako haja kuambia kwamba usiibe. Mtu mwingine haibi kwa sababu Mungu anakataza. Mchungaji anaweza akaniona. Ndio kwa maana watu tunawaogopa wanadamu sana kuliko kumwogopa Mungu. Imani zetu ziko katika wanadamu. Imani zetu tunaziweka katika viongozi. Kiongozi anasimamiwa na Mungu, na wewe unasimamiwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Ikiwa amewekwa pale, amewekwa na Mungu ambaye ni Mungu wako wewe. Hivyo basi, imani lako lisiwe sana kwake. Ukiliweka sana kwake, utamweka yeye kuwa wa kwanza. Unapomweka kiongozi wako kuwa wa kwanza katika maisha yako, nafasi ya Mungu imetoweka. Mungu anapenda hao wa kwanza katika maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Yesu Kristo alipoendea akina Petro, alienda akawaambia kwamba mnifuate. Waliposikia neno mnifuate, wakafanya nini? Wakaamini. Baada ya kuamini, wakapiga hatua ya kumfuata Yesu Kristo. Vivyo hivyo kama na wewe umeambiwa kwamba unifuate, ukisikia unaamini, moja kwa moja unaanza kufanya nini? Kumfuata. Kawaida sana. Jina la Bwana libarikiwe. Alafu kuna hili ambalo tunalisahau sana. Mimi nilipozaliwa kwetu, baba yangu alikuwa ni mchungaji. Lakini nilikuwa sipendi kabisa mambo ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baba yangu ni nani? Mchungaji. Hilo linanifundisha ya kwamba kuna Yesu wako, alafu kuna Yesu wa baba yako. Kuna imani la familia, afu kuna imani la wewe. Jina la Bwana libarikiwe. Ili ukute baba yako amesimama na Yesu ni kwa sababu alimuamini. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ule Mungu anayeabudiwa katika maisha yako anataka na wewe umuamini. Hivi tushamwamini au bado tungali na Yesu wa baba zetu? Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Imani ni lako wewe. Unatakiwa kutengeneza mahusiano yako wewe na Mungu wako. Baba yako ashajenga mahusiano yale ambayo yako katika familia, ni mahusiano ya yeye na Mungu wake. Basi kwa sababu yeye ndo msimamizi, akawa ni mahusiano ya familia na nani? Na Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale watu walipokubali kumfuata Yesu Kristo, kwa sababu walikuwa wanatamani sana kusikia neno la Mungu, Yesu Kristo akaanza kuwafundisha. Katika ile hatua ya kuwafundisha, anayefundishwa hivi ni nani? Si ni mwanafunzi, right? Yes. Nilisema tutaongea habari ya imani, mwanafunzi na nini? Na mtume. Tuko vizuri watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kipengele cha kwanza tunaposikia ni tunaamini. Tunapoamini, unajua mtu anapookoka anakuwa na kasi sana katika huduma. Usipomtuliza wewe mtu obungelo waongi, oleka yoko anaokoka. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini hakufanya nini? Hakufundishwa. Haya ni
ambayo yanasumbua Wakristo wa kanisa la leo. Wakishaokoka wao wanaona kwamba wamemaliza. Kuokoka ni kitu cha kwanza. Kumkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Aaminie na afanye nini? Na abatizwe. Baada ya kubatizwa anatakiwa kuanza kuishi kama mtu alobatizwa. Anaishije kama mtu alobatizwa asipofundishwa? Jina la Bwana libarikiwe. Yesu asifiwe sana. Kwa maana tunaona watu wanaobatizwa utasikia kama si ashabatizwa ule. Alibatizwa mpaka afunge ndoa wa kanisa. Alibatizwa kwa sababu aanze kuimba kwaya lakini hajaamini. Aaminie na afanye nini? Abatizwe. Tunapofika katika kipengele cha kuwa mwanafunzi tunatakiwa kunyenyekea. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari ili apate kuwakweza kwa wakati wake. Katika maisha ya mwanadamu kuna wakati ambao unaitwa wakati wa Mungu. Huo wakati unapofika, asimamapo mwanadamu, asimamapo nani? Bwana akisema ndio, ni ndio. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana libarikiwe. Huwezi ukaendelea usipofundishwa. Ndio kwa maana Mungu akiwaleta watu aza akimuinua mtu anamtengenezea mazingira ya kukutana na mwalimu. Amen. Alipozaliwa Samueli alikuwepo pale nani? Eli alikuwa pale. Alipoitwa Elisha palikuwa na mwalimu ambaye ni nani? Elia. Yaani mara nyingi Mungu anaandaa mwalimu afu ndo anakuleta na wewe. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini sasa hii hatua ya wanafunzi tunaskip. Tunatoka katika hatua ya wanafunzi tunaingia katika hatua ya utume. Nitakuja kuelezea huu utume ninaoongelea, mtaelewa vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Ni lazima ukubali kufundishwa. Apendaye mafundisho anapenda maarifa, na anayechukia lawama ni kama mnyama. Si maneno yangu, ni maandiko. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kanisani tumekuwa na Wakristo wa kawaida, Wakristo ambao hawaeleweki. Chanzo cha wao kutoeleweka mama ni nini? Utomo hata wao hivi last week kanisa lilikuwa linafundisha nini? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu neno linafundishwa ili watu wasikie, watu wanaposikia watu waanze kuliishi. Wiki iliyopita mlifundishwa nini kanisani? Halo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sidhani kama tutaishi tunachokifundishwa tusipokielewa. Na sidhani kama tutaelewa tunachokifundishwa tusipokipenda kile tunachokifundishwa. Kawaida ya Mungu iko hivi. Ulipende neno la Mungu, usipolipenda litabaki kuwa neno la Mungu. Watu tuko hivi, tunapenda kuingia katika kazi ya Mungu, tuanze kumuongoza Mungu leo. Yaani uokoke leo unakuwa kiongozi wa Mungu. Mungu anakuambia ufanye hichi, na wewe unasema kwamba lakini mimi kwa na haya maoni unaonaje Mungu tufanye hichi? Huyo ndo alokuumba. Kama una akili imetoka kwake. Jina la Bwana libarikiwe. Umekutana na Mkristo ambaye ni Mkristo mzuri tu, mkiwa katika hali ya kuongea, akiona ashabebelewa sana anakuambia kwamba mimi ni Mkristo lakini sio Mkristo kivile. Wewe ni Mkristo kiaje mtu wa Mungu? Wewe ni Mkristo kiaje? Watu tunashindwa kujisimamia mbele za watu kama Wakristo. Tunapokuwa Wakristo kwa Wakristo tunasalimiana. Bwana Yesu asifiwe sana. Shalom mtu wa Mungu. Habari ya uzima. Hayo maneno tuko nayo sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tena tunapokuwa katika jamii zetu hatufanani hayo maneno tena. Nde mchungaji talea mwalimu wangu wa kwaya yupo. Ndugu katika Kristo hayupo, nitasema lolote ninalojisikia. Ni kwa sababu wewe hauna mafundisho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya kukosa mafundisho hauna maarifa. Si kwamba mchungaji anafundisha sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini sasa tunadharau
Wakristo tuko hivi. Tunaweza tukaingia huko tunapiga lemba sana hapo. Si mnajua lemba? Ndio. Tunapiga zile maritaka kizirimba. Sijui kama niko vizuri watu wa Mungu. Tunaweza tukapiga namba 7. Tutawa tuko vizuri siku nzima, lakini neno linapofika watu wote wanakimbia. Bwana Yesu atuhurumie. Hili neno hili ndo chakula katika safari. Hili neno hili Daudi akasema kwamba neno lako ni taa ya miguu yangu. Kwa hiyo neno tunapolikataa katika imani yako haitazaa. Itakuwa ni imani ambayo haina matunda. Imani ambayo haina matunda ni imani iliyokufa. Matunda ni matendo ambayo yanatokana na kile unachokiamini. Bwana Yesu asifiwe. Neno letu la leo au teme ambayo tuko nayo ni maisha ndani ya Yesu Kristo. Haya maisha ndani ya Yesu Kristo, kitu cha kwanza tunatakiwa kumwamini. Mimi na rafiki yangu ambaye ni muombaji sana. Aliniambia kwamba mtumishi mie na umo sana. Lakini kuna somo nyingi ambazo ninaziandaa kwa ajili ya kufundisha. Lakini kwa sababu ya huku kuumwa kwangu, mimi nafikiri niende kwa waganga. Nikishapona nitakuja kufundisha haya masomo yangu. Bwana Yesu atuhurumie sana. Bwana Yesu atuhurumie. Iko hivi, wazee wana uwezo wa kufundisha, wainjilisti wana uwezo wa kuhubiri, sijui ni wachungaji wana uwezo wa kuchunga, lakini kuna wale ambao wanafundisha kweli. Kwa mfano mimi nasimama kufundisha, lakini kazi ambayo ipo yale ninayoyafundisha nashindwa kuyaishi. Yeye anaandaa masomo aje kufundisha watu ili imani yao ifanye nini? Ikomae. Hajakuwa yeye, hajakuwa na imani. Bwana Yesu atuhurumie. Bwana Yesu atuhurumie sana. Hivyo katika maisha yako ya Ukristo wako, kitu cha kwanza make sure imani yako imekamilika. Kama imani yako haijakamilika, utakuwa ni Mkristo wa kawaida. Kwa Mungu hakujawahi kuwa Mkristo wa kawaida, kwa sababu Mungu wetu sio wa kawaida. Nisoma sehemu fulani ambako Samsoni anasema kwamba sijui akikatwa nywele, sijui akifanya nini, atakuwa kama mwanadamu wa kawaida. Nishasoma wachungaji. Hivi kwa nini Samsoni hakuwa mwanadamu wa kawaida? Alikuwa ni mwanadamu. Lakini kilichomtofautisha na wengine, kuna kitu alichokibeba cha Mungu ndani mwake. Jina la Bwana libarikiwe. Kama na wewe kitendo cha wewe kumwamini, kwa kuwa wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Kitendo cha wewe kufanyika mwana wa Mungu, umembeba Kristo ndani mwako. Umembeba Kristo mzima. Nisema Kristo ni Mungu. Tena si Mungu eti Mungu mdogo, si. Kristo ni Mungu aliyekamilika. Huyo Mungu aliyekamilika umembeba wewe ndani yako. Kama tuko vizuri hivi. Lakini sasa sisi tuliobeba Mungu aliyekamilika, matendo yetu hayafanani kama Mungu yumo ndani mwetu. Maandiko yananiambia kwamba Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na nafsi zetu. Anashuhudia pamoja na roho zetu. Hivi akishuhudia pamoja na roho yako, hivi yuko wapi? Si yuko ndani? Kwa hiyo tunakataa mafundisho kwa sababu Roho hajakuwa ndani mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kama kuna sehemu unaskip, rudilia. Kama mafundisho hayapendagi leo, anza kuyapenda. Kwa sababu ya nini? Unapokataa mafundisho utaenda kufanya dhambi za rahisi sana. Ni rahisi sana kufanya dhambi kama hauna mafundisho. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nisomeke katika kitabu cha Waebrania. Waebrania 11:1-5. Waebrania. Tusome Waebrania 11:1-5. Ndio. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Ndio. Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudia. Ndama ile tarajibu mtumishi. Maana kwa imani wazee wetu walifanya nini? Walishuhudiwa. Kupitia imani lake alishuhudiwa kwamba huyu ni mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tatu inasema kwa imani
vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanya nini? Hivyo kwa imani tunaamini ya kwamba yote tunayoyaona yalifanyika kwa nini? Kwa neno la Mungu. Ndio. Hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Haleluya. Somena Mathayo 11:2 mpaka 5 tena. Tusikie habari za hao wanafunzi. Tukishamaliza hapo ndio tunagusia pointi yetu ya mwisho ya utume na tunamaliza. Tusome Mathayo 11. Ndio. Mstari wa ngapi? 11 tunaanza 2. Tunasoma Mathayo 11. Tunaanza mstari wa 2. Ndio. Kwa jina la Yesu. Naye Yohane aliposikia huko gerezani matendo yake Kristo, alituma wanafunzi wake kumuuliza, wewe ndiwe yule ajaye au tumtazamie mwingine? Yesu akajibu. Simama kwanza mtumishi. Iko hivi. Yohana aliposikia habari za Yesu, akawatuma wanafunzi wake waende kumuuliza Kristo ya kwamba hivi ni wewe au tumtazamie mwingine? Kristo akajibuje? Nne. Naye akajibu akawaambia. Naye akajibu akafanya nini? Akawaambia. Nendeni mkamweleze Yohane ndio mnayosikia na kuyaona. Nayo yasikia na kufanya nini? Na kuyaona. Ya kwamba vipofu wanapata kuona. Vipofu wanapata kufanya nini? Vipofu wanapata kuona. Viwete wanakwenda. Ndio. Wanakwenda. Ndio. Wenye ukoma wanatakaswa. Ndio. Viziwi wanasikia. Wafu wanafufuliwa. Na wenye ukoma ndio wanatakaswa. Na maskini wanahubiriwa habari njema. Naye anaheri awaye yote asiyechukizwa nani. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Iko hivi, Yohana akawatuma wanafunzi wake. Tungali katika hatua ya wanafunzi. Yohana akawatuma wanafunzi wake waende kumwambia Kristo kwamba ni wewe au tumtazamie mwingine. Kristo akawajibu wanafunzi wake ya kwamba viwete wanatembea. Hivi sijui kama mtu aliye na akili kwa haraka anaweza akaelewa hayo majibu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani tu hivi dada hivi ule alikuwa anaimba pale ni wewe au kazi zinafanyika huko. Ni mambo ambayo hayaeleweki. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Lakini Kristo alichokitambulisha ni kazi. Kwa hiyo kama Kristo alitambulisha kazi, hiyo inatufundisha ya kwamba na sisi tunaomwamini na kumfuata yeye Yesu Kristo, kuna kazi ambazo tukizitambulisha kwa watu tukajulikana kwamba sisi ni akina nani. Kuna maneno ambayo tukiyaongea yatatutambulisha kuwa sisi ni akina nani. Kuna matendo ambayo tukiyatenda yatatutambulisha kuwa sisi ni akina nani. Kila mara tunasikia maunabii ya maneno mabaya ya kwamba kanisa litengeneze, ya kwamba kanisa liko vibaya, kanisa limekufa. Jina la Bwana libarikiwe. Na Kristo atuhurumie sana. Hivi hilo kanisa lilokufa, watumishi wako wapi? Kama watumishi wapo, manabii wako wapi? Kila huduma haitendi kazi, inatenda kazi. Kanisa limekufaje? Kwa hiyo kuna namna, kuna sehemu ambako kuna tatizo. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hilo tatizo hilo ndio tunalitafutia dawa siku ya leo. Kwa jina la Yesu Kristo likapate kuondoka. Kanisa linatakiwa kusimama. Litasimamaje kanisa? Matendo yako na matendo yangu. Kristo alijulisha kwamba anachokitenda huku vipofu wanaona,
viwete wanatembea, wafu wanafufuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi na wewe unatenda matendo gani ya kuonyesha kwamba wewe unamfanana huyo Yesu Kristo? Hivi ni kitu gani unachokionyesha kwa jamii yako cha kuonyesha kwamba wewe ni wa Kristo? Maisha ndani ya Yesu Kristo ndio tunayoyaongelea hapa. Jina la Bwana libarikiwe. Wako wa Kristo wenyewe wao wapongo kanisani. Anakuja kanisani na kurudia. Mara anakuambia kwamba inashiki ungo yangu ile shayo kanisa. Unasikia kimemsegote. Kristo mwingine anakuambia kwamba waga sijisikii vizuri nisipoenda kanisani. Si ndio Kristo huyu? Lakini wao wanaosema hayo maneno hafanani na kanisa. Bwana Yesu atuhurumie. Kitakacho kuingiza mbinguni sio kuja kanisani. Waweza ukaja sana kanisani, waweza ukafanya huduma nyingi kanisani, lakini maisha baba, maisha mama yangu, maisha yanatakiwa kumfanana Kristo. Alikuwa nani? Petro alikuwa sehemu fulani. Mama fulani alipomwangalia kukaa kwake tu akasema kwamba huyu naye ni mmoja wao. Hivi kilichomwambia yule mama ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata muonekano wako unatakiwa kumfanana nani? Petro akasema, aliposikia akasema kwamba wewe mama, wewe sijui unaongelea. Msikia hata yeye anasema. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo hata maneno ambayo utakayokuwa unayaongea yatakuonyesha kuwa wewe ni nani. Maisha ndani ya Yesu Kristo. Petro akasirika, akasimama, akaenda. Alipomwangalia hata yeye anatembea tamani. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo jambo lolote unalolifanya linatakiwa likutambulishe. Wewe jione uko katika hali ya kawaida tu. Wewe jione kwamba mimi nimeokoka, lakini maeneo ya kanisa nisipokuwepo, mimi sio Mkristo kivile. Na Kristo naye hahitaji wa Kristo kihivyo. Mungu wa mbinguni hahitaji wa Kristo kihivyo. Mkristo wa leo hii ni Mkristo ndio ule mkutano. Unamwona mama yangu anapiga kanzu kabisa, dada yangu yuko vizuri, anapendeza kabisa. Lakini baada ya kanisa ni kitu gani unachokifanya? Mimi nilisoma kitabu cha Matendo ya Mitume 2, ile ilikuwa ni 2, nikaona mitume wamejazwa sana. Hao mitume walipojazwa, unaposhuka kule chini, tulianza kuona matendo yao yakawa yanaonekana. Kuna sehemu ukienda wanakuuliza kwamba unaingia na ule naye. Ule ndo katibu wetu wa kanisa ule. Ule ndo katibu wetu wa maombi. Ule ndo mpiga gita ule. Tunazijua habari zake. Bwana Yesu atuhurumie. Kwa hiyo kuna zingine habari zako ambazo hazijulikani. Ni siri yako. Tuachane na hayo maneno. Hayo mambo yaishe katika Wakristo. Mambo yasiyoendana na Kristo ni mambo ambayo hayaendani na wewe. Kwa nini? Wewe ni wa Kristo. Tunapomwamini tunakaa ndani mwake, tunaanza kufundishwa. Mitume walipoamini walianza kufundishwa. Katika hali ya wanafunzi, mitume walienda sehemu wakaombea mapepo. Hao mapepo walipopona wakaja wanafurahi sana. Yesu wewe. Huko tuliko tutumia dikao. Tulipofika hapo tulifanya makuu sana. Ndio kwa gani tena Mizeituni? Mlima Sinai. Huko walikoenda wokovu kwaya walifanya maajabu. Mimi nakumbuka kipindi fulani huko Afrika, imwa kwaya iliimbaga katika hali ya maombi, mkutano ushaisha. Anayeomba akasema kwamba Mungu tunashukuru kwa sababu katika kwaya zote zilizoimba hapa sisi tulipata hapa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Tulifanya makuu huko tulikoenda. Huko tulikoenda tulipiga mambo kabisa. Kama grupu cha pili sasa tuambia kwamba sio kitu cha kufurahisha. Yaani wao hawafurahi kwa sababu wako ndani ya Kristo. Wao kinachowapa furaha ni kile walichoenda kukitenda. Kama ni kuimba, waliimba vizuri, wameridhika. Hatutakiwi kuridhika. Wokovu sio hatua ya siku moja.
Wokovu ni hatua ya kila siku. Leo naokoka, ifikapo kesho je, naokoka tena? Kwa sababu waweza ukawa unaokoka leo hapo kanisani, ninahubiri sana, naimba sana, lakini nikitoka hapo wokovu umeisha kabisa. Na baada ya hapo nikifa nitaenda motoni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Iko hivi, wokovu ni kitu cha kuulinda. Ndio kwa maana maandiko yanasema kwamba tusizimishe huyu roho. Na kuna aina nyingi za wokovu, lakini wokovu ambao sisi Wakristo tuko nao ni wokovu mkubwa sana 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 sana. Ndio kwa maana Paulo alipofikiria akaona akasema kwamba tutapataje kupona? Hivi kuna kitu kingine ambacho kitu gani ambacho kinaweza kutuponya sisi? Tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Huo ni wokovu ambao ukianza kutafakari utakapofikiria kabisa. Mungu wale wa pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo hao wanafunzi walifurahia walichokitenda. Paulo anatuambia kwamba furahini katika Bwana siku zote. Tena anasema nini? Furahini. Kwa hiyo kitakachowapatia furaha ni wewe kuwa ndani ya nani? Yesu. Wewe kuwa ndani ya Yesu. Zamani ulikuwa hapo ndani ya Yesu, ulikuwa ni kiumbe cha ajabu ajabu. Kuna mambo yaliokuwa unayaongea hata wale bado mporo kama wallahi wewe mama wewe. Bwana Yesu asifiwe. Unataka kuishi hayo maisha miaka yote kanisani na ungali hivyo? Hapana. Hapana. Maisha tuliokuwa nayo zamani ni maisha ya ovyo sana. Paulo akasema kwamba naulilia wakati uliopita. Kwa hiyo maisha ya dhambi, na ukiwa ndani ya kanisa na bado unaishi maisha ya dhambi, hakuna tutakakoenda. Haijalishi uliimba sana, ulihubiri sana, uliokoa wengi sana, lakini ukiwapo kanisani aliyakuwa bado na dhambi, mbinguni hauendi. Mwingine anakuambia kwamba mimi kuna mengi ambayo nishayaacha, ila kuna haki kamoja siwezi kukaacha. Washirikishe watu wa Mungu, ndio kwa maana wako pale. Wakuombee, wakushauri na wafanye nini? Wakufundishe. Amen. Mwalimu mkubwa ni Roho. Mwingine anasema kwamba mimi sihitaji mchungaji, mimi sihitaji mwalimu, ninachokihitaji tu ni Roho. Huyo Roho unayemhitaji yumo ndani ya mchungaji, au nguvu zake zilitiwa ndani ya mchungaji kwa sababu yako tena kuja kukufundisha wewe. Mtu ambaye yuko mbele yako amepewa uwezo na huyo Roho unasema kwamba unamhitaji aje kukufundisha. Ndio yeye ndo mwalimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Yeye ambaye ndo mwalimu tena ndo alote huwa walimu. Hivi kwa nini atiwe walimu? Na yeye ni mwalimu. Amina sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Roho ambaye ni mwalimu ameteua walimu. Kwa hiyo wachungaji wako pale, walimu wako pale, ni kwa sababu ya kutufundisha na yale tunayoyafundishwa tupate kuyaishi. Kwa sababu tukifundishwa sana, tusipoliishi, hata tusipoyaishi haya tunayoyafundishwa ni bure sana. Ni bure sana. Maisha yatakuwa ni yale yale, dhambi zitakuwa ni zile zile. Mwingine anakuambia kwamba hilo kanisa yo owaeno. Yo owa ola mtu anayima na yo. Bwana Yesu atuhurumie sana. Yaani yeye yuko tayari kazi ya Mungu iharibike kwa sababu yeye haonekani ni wa maana. Yeye yuko tayari kazi ya Mungu iharibike, lakini haonekani yeye ni mwimbaji mkubwa sana. Yuko tayari kabisa. Kama ilivyo ndio kanisa yo kagoma abele. Mchungaji ndio kanisa yenu, mchungaji kawe yomeno, pastor ndio na wewe kanisa yako hii. Tuanze kuishi hivyo kama ndio leo mnaamua. Watu wa Mungu. Kanisa la Mungu. Haya yote ni kwa sababu tunamkosa huyu Roho ambaye tunajidanganya kwamba tuko naye. Amen. Tunatakiwa kumtafuta huyu Roho Mtakatifu. Tukishamtafuta, hao majamaa walikuwa ni wanafunzi. Baada ya kumpata Roho Mtakatifu ndio wakapokea huu utume huu. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio wakawa mitume. Hivi utume ni nini? Mtume ni mtu anayetumwa tu. Mtu yeyote anayetumwa ni mtume. Sasa hawa mitume tunaoongelea, tunasoma Matendo ya Mitume,
kwa nini watu waite mitume? Walitumwa. Mathayo 28:19. Amen. 19 inasema kwamba basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi fanyeni nini? Sio kutumwa huko. Ndio. Enendeni. Huu utume na ufananisha na kazi. Umetumwa uende kufanya kazi ya Mungu. Basi enendeni mkawafanye mataifa kuwa kina nani? Yaani kwanza waamini, wakishaamini aamini afanye nini? Abatizwe, akishabatizwa anaanza kufundishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu mimi mwinjilisti naenda na uhubiri. Watu wa Mungu ndani kwa Kristo. Mchungaji yuko kanisani anaanza kuwafundisha huko. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Hayo mambo yako hivyo. Kwa hiyo tunatumwa na Mungu twende kufanya kazi yake. Mimi naweza nikatumwa na Mungu niende kuhubiri. Mungu unasikia huko afungo la kanisa huko. Haukutumwa uende kufungua kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Haukutumwa uende kufungua kanisa. Umetumwa uende kufanya nini? Kuhubiri. Uende ufungue kanisa. Anafungua kanisa huyo ni mchungaji. Mimi ninachokitaka ni unabii. Kwa hiyo kumwambia kwetu kuna namna dada fulani alikuwa anatabiri hivi. Tuende hivi. Tutaenda hivyo. Bakatai wakubali, batakubali. Bwana Yesu asifiwe. Unapita unaingia huko unaona kwamba mambo hayaendi. Unaanza kujiongeza ule moto wa kigeni. Biblia inatuambia kwamba tusinzime roho wa Bwana. Roho wa Bwana si kwamba hayupo, yupo lakini tunaanza kumzima. Tukishaanza kumzima roho wa Mungu, ile kazi ya Mungu anayoweka ndani yetu tutashindwa kuifanya. Na kwa nini tushindwa kufanya kazi tulizotumwa na Mungu? Tunaanza kuingia kazi ambazo hatukutumwa na Mungu. Amen. Na ukiingilia kazi ambayo hakutumwa na Mungu utaenda vibaya sana. Sana. Siku fulani mchungaji wetu akatuambia kwamba ukikuwa na dhambi afu uende kupambana na shetani na umweke Mungu mbele utakufa na jina lake huko. Sasa jina ulilolitia ni la Mungu. Lakini Mungu hahitaji tu utie jina lake. Anachokihitaji ni ulitii kwanza neno lake. Ule utii wako wa neno unakupa heshima ya jina la Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Maandiko yanasema kwamba neno